Naomba mnisaidie kushare hii video na kuhakikisha kwamba inafika kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, inafika serikalini, inafika TANPO na inafika sehemu zote za haki, kwa sababu haiwezekani kiongozi wa timu ya Yanga anamtishia babangu maisha, anatishia atamuua na anamtishia ataangamiza familia yake yote. Hii issue iko very serious. Siko hapa kutengeneza content, nipo hapa kuhakikisha kwamba hii taarifa nataka serikali ijue na ili swala lichukuliwe hatua, ili swala lichukuliwe serious, kwa sababu haiwezekani viongozi wanakuwepo wanawatishia watu wengine maisha kwa sababu ya uwezo wa kifedha ambao wako nao au kwa sababu ya uwezo wa kiuongozi ambao wako nao. Wanaamini maisha ya binadamu yapo kwenye mikono ya mtu yoyote. Naomba ili swala lifike kwenye haki, naomba ili swala lifike likashughulikiwe. Haiwezekani kiongozi unampigia simu mzee wangu, unampa mambo ya kumtisha, unampa matusi na kumtukana, unamuita mzee wangu majina ya ajabu, unamuita mzee wangu nyao. Hivi unamuitaje vipi mzee wangu nyao? Unamuita vipi mzee wangu nyao? Wewe kwa mamlaka ulonani, una mamlaka gani ulonayo? Yaani mamlaka gani ambayo uko nayo kiasi kwamba maisha ya watu yako kwenye mikono yako na voice yako yote ipo? Na hii voice na iposti kwenye hii video kwamba ushahidi wote upo na Watanzania wote wajue machafu ambayo mnakuwa nayo, machafu ambayo mnayafanya na jinsi gani ambavyo mnatishia maisha ya watu. Lakini last ni kwamba naomba unisikilize kwa makini. Hatuogopi kitu chochote, hatuogopi kufa na sikuogopi wewe ni nani. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi unaongozi gani, haijalishi una fedha kiasi gani, lakini elewa kwamba hatuogopi kitu chochote. Na huyo mtu unayemtisha, hakuna namna yoyote ambayo anaweza kukuogopa mpumbavu mmoja kama wewe. Hakuna namna yoyote ambayo sisi tunaweza kuogopa, sababu tunajua serikali ipo, tunajua kabisa kwamba mamlaka zipo na zitashughulika na hichi kitu. Na kama unahisi kwamba mamlaka hazitoweza kushughulikia, trust me, utaua mtu, utaua mwili, but you will never kill a spirit, na you will pay one day. I promise you. Hauwezi kutishia maisha ya mtu kwa sababu ya mpira. Hauwezi kutishia maisha ya mtu kwa sababu ya soka. Umtishie maisha ya mtu yeye na familia yake, kwamba utaua yeye na utaua familia yake. Sasa nakwambia hivi, mission ya kwanza iwe kwangu mimi, uniue kwanza mimi. Hatuogopi hicho kitu. Usizani kila mtu ukimtisha kufa ataogopa. Hatuogopi hicho kitu, but we tell you and we promise you kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anaogopa kufa kwenye familia yetu. Hauwezi kumtisha ukazani yuko peke yake. Tupo na tutasimama naye. Na kama ukitaka kumuua na uishi kwa amani, tuue wote. Tuue wote, kwa sababu tunaamini kwamba hakuna kitu ambacho Mungu hataweza kulipa. Atalipa tu na utalipa tu siku zote. Hatuogopi kitu chochote. Sikuogopi binafsi yangu. Niko hapa, ninasimama upande wake. Na kama uliwaahidi kumuua, nataka uanze na mimi. Uanze kuniua mimi kama serikali haipo. Niue mimi, niko hapa. Siogopi kitu chochote. Hauwezi kututisha kwa sababu ya mamlaka ulonayo, kwa sababu ya pesa ulonazo. Huwezi kututisha hata siku moja na hatutorudi nyuma. Naomba mamlaka za kiserikali zichukue hatua, kwa sababu huyu mtu amejionyesha na amejitapa kwenye hii voice ambayo tena kuiposti hapo mbele. Ana mamlaka na hakuna chochote ambacho serikali zinaweza kufanya juu yake. Hata kama karipotiwe sehemu gani, kuna watu wanaonyesha hapo juu yake ambao wanasupport hicho kitu kwamba yuko safe. Ila I promise, hatuogopi kitu chochote ambacho umepromise. Zile zote ambazo umetisha na ile mikwala ulopiga ni takataka. Hatuogopi kitu chochote, na tunaamini kwamba hili swala linaenda kuchukuliwa na mamlaka ya kisheria. Mamlaka ya kisheria inaenda kuchukua sheria na utahukumiwa na utaenda kwenye sheria na utapata adhabu yako kama kawaida. Hauwezi kututisha kama hakutokuwa na kitu chochote kitachofanyika. And all in all, hatuogopi kitu chochote, hatuogopi kufa. Fanya lolote ambalo unaweza kuliua. Utaua mwili au utaua spirit. Kwetu haiishi mpaka iishe. Utaua mwili au utaua spirit. Utaua mwili, utaua spirit. Na kesho kutwa Mungu atalipa kwa kila kitu ambacho utakifanya. Sikilizeni voice ambayo alituma hapa, afu usikie. Mechi ya Simba uliacha hivyo hivyo, na mechi hii ndo nataka uache. Yaani ndio tunachokitaka sisi, ndio iko. Hakuna kingine tunachokitaka. Ndio maana tukukwambia vipi ndugu yangu, kama wewe unataka familia yako ikae vizuri na unataka wewe mwenyewe uishi vizuri, basi hii mechi naye vipi kwenye utendaji huko, yani acha. Yani wewe wapige nyau. Lakini kama unaitolea macho hii mechi sisi tukasuluhu ndugu yangu, wewe basi wewe utakuwa kwenye hatari tu. Unaona? Nisikilize kwanza. Wewe nisikilize kwanza. Nisikilize. Ulipokaa hapo kuanzia sasa hivi chunga mdomo wako. Ulipokaa kuanzia sasa hivi chunga mdomo wako. Jua ambayo yani jua linawezekana lisizame alafu ukapotea ghafla. Nisikilize vizuri. Nisikilize wewe yani nisikilize ninachokuambia. Nisikilize, kuwa na adabu na heshima na taadhima.